Naam, bila shaka pasipokuwa na shaka, asante sana kwa kuendelea kutazama Baragum Live kutoka hapa Channel 10 kilicho bora kabisa. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu ambapo tayari kama ambavyo tulikuahidi hapo awali kwamba tutakuwa na wageni, na hawa wametoka Secretariat ya Ajira hapa nchini kwetu Tanzania, na mada inaitwa Ijue Secretariat ya Ajira. Leo utapata nafasi ya kuifahamu kwa kina zaidi kuhusiana na majukumu yake na nini ambacho wanakifanya mpaka hivi sasa. Ni furaha kwelikweli kuwa na Lynn Chawala ambaye ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini. Karibu sana. Asante sana. Lakini pia tuko na Seleman Chihembe ambaye yeye ni katibu msaidizi Secretariat ya Ajira Poto kule Zanzibar. Karibu sana. Asante sana. Ni furaha kwelikweli kuwa na wewe kwa siku ya leo. Asante. Najua vijana ambao mmehitimu vyuo vikuu Ajira Poto, hili neno sio geni sana kwenu. Najua mtakuwa mkutana. Kwa hiyo leo karibu tuifahamu Secretariat ya Ajira, sio tu ambao wamehitimu vyuo huko, lakini hata wale ambao wanasoma. Najua huko chuo mnapokaribia kuhitimu mnakuwa mnafahamu kuhusiana na masuala ya Ajira Poto. Rin, tuanzie hapa kwa faida ya mtazamaji. Kwanza tuweze kuifahamu Secretariat ya Ajira ni nini na inafanya kazi gani? Karibu sana. Asante sana. Umenifurahisha pale uliposema Ajira Poto. Na wengi wanajua kwamba kule Ajira Poto tunatambulika kwa Ajira Poto. Lakini leo naomba niwape kidogo kwamba tunatambulikaje. Hii ni ofisi ya Rais, Secretariat ya Ajira katika utumishi wa umma, na ambayo ilianzishwa mwaka 2009 kwa mujibu wa kifungu cha 32(1) cha sheria ya utumishi wa umma sura namba 298 iliyorejewa mwaka 2023. Lakini rasmi kabisa utekelezaji wa majukumu yake ilianza mwaka 2010. Kwa hiyo utaona kuanzia mwaka 2010 mpaka sasa tunatekeleza majukumu, na jukumu kuu na la msingi ni kuendesha michakato ya ajira katika utumishi wa umma. Ndio. Na huwa tunaendesha usaili kwa niaba ya mamlaka na wakala za serikali. Lakini pia tunaendesha kwa niaba ya mamlaka ya serikali za mitaa, taasisi na mashirika ya umma. Sawa. Lengo ni kuwapatia watumishi. Lakini sheria iliyoanzisha Secretariat ya Ajira hiyo mwaka 2009 iliweka mipaka na majukumu yake, na ikaelezea kwamba ajira za bunge, mahakama na vyombo vya ulinzi na usalama watakuwa wanaendesha wenyewe. Sawa. Kwa hiyo hizo nyingine zinapitia katika mchakato wa Secretariat ya Ajira, kasoro hizo nilizozitaja ambazo ni wizara na majeshi, mahakama na vyombo vya ulinzi na usalama. Ni kweli, kwa sababu ni swali ambalo nilikuwa nafuata. Mbona hao ndugu zetu hawazungumzia Ajira Poto hao? Lakini vile vile pia tunasema mchakato wa ajira katika utumishi wa umma unatekelezwa kwa kuzingatia sera ya management na ajira katika utumishi wa umma aya ya 4(2) Roman 2 ambayo inaelekeza sasa ajira za ushindani zifanyike katika madaraja ya kuingilia katika utumishi wa umma. Lakini pia sheria hiyo ikaelekeza kwamba kiundwe chombo ambacho kitazingatia na kitaendesha hii michakato, na ndipo hapo Secretariat ya Ajira ikaundwa. Lakini pia huwa tunazingatia sheria ya sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 aya 3(12)(1.5). Nayo imeelekeza serikali itaimarisha mfumo wa ajira ya walimu, wakufunzi, wahadhiri kwa kuhakikisha kuwa wenye sifa na viwango stahiki wanaajiriwa baada ya kufanya mtihani ya usaili na kufaulu. Kwa hiyo utaona tunaendesha michakato ya ajira lakini kwa ushindani, kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Tunaposema kwa ushindani tunamaanisha nini? Tunaposema kwa ushindani tunamaanisha kwamba kama vile ambavyo huwa tunawaita watu kwenye usaili, tunaangalia watu wengi wana sifa. Na hii tunafanya kwa ushindani kwa sababu wataalamu tunao wengi, lakini nafasi za ajira ni chache. Kwa hiyo tunawaita, tunawashindanisha, na wale wanaopata alama za juu za ufaulu wanaenda katika utumishi wa umma.
Hiyo ndo ushindani. Na kwenye ajira hapa najua utaweza kusaidia. Huwa mnaangalia labda wanawake wangapi, wanaume wangapi, au tunaangalia ushindani wale ambao wamefanya vizuri tu? Katika awamu ya kwanza tunaangalia waliofanya vizuri. Ndio. Yaani lazima ufaulu ndipo utaingia katika utumishi wa umma. Lakini hizo tofauti zitakuja pale ambapo mmegongana alama. Kigongana alama pale ndo kuna vigezo vingine vinaangaliwa. Kwa mfano tutaangalia wale wenye umri mkubwa ndio ambao wataenda kazini, lakini pia wakati mwingine tunaangalia jinsia. Ndio. Kwa sababu jambo tunaangalia jinsia, kwa hiyo haina maana kwamba jinsia ndio itakubeba. Haina maana jinsia itakubeba. Yaani uwezo wako ndio utakubeba. Ukishafaulu, sasa ikitokea pale mmegongana alama, ndio. Pale ndio tutaanza sasa kuangalia umri, tutaangalia ajenda, lakini katika awamu ya kwanza unatakiwa ufanye vizuri ndipo utapata chance ya kuingia katika utumishi wa umma. Sawa sawa. Ni sababu gani hasa ambazo zilipelekea mpaka kuanzishwa hii Secretariat ya Ajira? Lakini natamani kabla Secretariat ya Ajira haijaanza, hapa nyuma kulikuwa kuna utaratibu gani kwa faida ya mtazamaji? Karibu. Asante. Kabla ya Secretariat ya Ajira haijaanza, taasisi zilikuwa zina uwezo wa kuajiri wenyewe. Kwa hiyo taasisi ilikuwa inakaa inaangalia, kwa mfano mimi na uhitaji wa afisa utumishi, inatoa tangazo, inafanya usaili, inamweka mtumishi kazini. Lakini sasa serikali baadaye ikafikiria, ikaona kuna haja ya kuanzisha chombo ambacho kitaendesha huu mchakato badala kila taasisi kuendesha yenyewe. Na sababu ilo mojawapo katika ilofanya mpaka Secretariat ya Ajira ikaanzishwa ni kila taasisi inavyoanzishwa huwa inapewa majukumu yake. Ndio. Kwa hiyo sasa ikaonekana wengine badala ya kutumia muda mwingi kufanya majukumu yao wanatumia muda katika kuajiri. Kwa hiyo hiyo ndio sababu iliyoanzishwa pia, kwamba zile taasisi, kila taasisi inapoanzishwa inapewa majukumu yake. Kwa hiyo itekeleze majukumu yake ya msingi. Kama imepewa kazi labda ya kukusanya takwimu, waendelee na swala la kukusanya takwimu. Swala la ajira liachie hiyo taasisi nyingine ambayo ni Secretariat ya Ajira. Lakini pia wakati mwingine kulikuwa na kutokuzingatia sifa kwenye kuajiri. Kwa sababu unakuta labda tunataka HR. Ndio. Lakini kumbuka mamlaka kipindi hicho alikuwa anaishia tu kwa mkuu wa taasisi. Akiangalia labda nina ndugu yangu yuko pale hana kazi, lakini na rafiki yangu yuko pale hana kazi. Kwa hiyo haangalii tena sifa ya ile tangazo linataka huyu HR awe na level ipi na elimu ipi. Kwa hiyo anaajiri tu mtu ambaye hana sifa. Na wakati mwingine inapelekea sasa serikali kutekeleza majukumu yake pasipokuwa na ufanisi. Kwa sababu tunataka kuwa nafasi ya HR, wewe unamwajiri afisa habari. Mtu aliyosomea habari unamweka pale afanye kazi za HR. Kwa hiyo inakuwa tofauti. Lakini pia kama nilivyosema, serikali iliona inatumia gharama kubwa sana kwenye kuajiri. Ili uweze kupata watu lazima utatangaza. Kwa hiyo matangazo yalikuwepo yanatumia, serikali inatumia gharama kubwa sana kwenye matangazo. Tofauti na sasa. Na maana kama inadili na Secretariat ya Ajira tu, utafahamu gharama za kutoa matangazo kwenye gazeti ni gharama. Kwa hiyo kila taasisi ikitangaza, ule mzigo wote unarudi serikalini. Kwa hiyo serikali ikaona hapana, ianzishe chombo ambacho kitasimamia. Lakini kulikuwa na viashiria vya rushwa. Kulikuwa na viashiria vya rushwa. Wakaona mtu akitaka kupata kazi, kwa sababu ule mlolongo unakuwa ni mchache, anaweza tu akaja pale labda akaongea na CEO au akaongea na HR, akampa chochote kitu, akapata kazi. Kwa hiyo serikali ikaona ili kuondoa hivi vyote, rushwa, upendeleo, ianzishe hivyo. Lakini sababu nyingine ilikuwa ni ukabila na udini. Unaweza ukaona huko nyuma kulikuwa kuna taasisi ambazo tunaona kabisa hatuwezi kuziweka wazi, lakini unaona kabisa taasisi fulani watu wanasema ili uweze kupata kazi ni lazima uwe dini fulani au ni lazima uwe kabila fulani. Kwa hiyo ikasema sasa iunde chombo ambacho kitakuwa hakina interest na hizo vitu vyote, alafu kisimamie tu mchakato wa ajira. Lakini ishu nyingine ilikuwepo ni kukosekana kwa taarifa sahihi. Kwa sababu unakuta labda hivi halmashauri inaajiri, wizara inaajiri, wakala inaajiri. Kwa hiyo sasa unakuta serikali kuu au tuseme waziri mwenye dhamana akitaka kujua mwaka huu nimeajiri watu wangapi,
anakosa kupata takwimu. Au anaweza kupata takwimu ambayo sio sahihi au inachukua muda mrefu kupata takwimu. Kwa sababu lazima uanze kukusanya hapa ukusanye sehemu mbalimbali, uzikusanye ndio upate data kamili. Lakini kwa uwepo wa taasisi hii, manake inajua mwaka huu nimepeleka mtajiri watu idadi kadhaa, akiuliza tu saa nyingine tunaweza kupiga tu simu moja au tu taarifa ikaandikwa, tukapata idadi kamili ya ajira ngapi mwaka huu tumetoa na mpaka sasa tumepata watumishi wangapi. Kwa hizo ni miongoni mwa changamoto ambazo zilipelekea mpaka taasisi ikaanzishwa. Kwa kweli ni sababu za msingi, kwa sababu sisi pia wananchi tulikuwa tunasikia kwamba yule kaingia pale kwa rushwa, yule bana yule wanawake pia kwa maneno mengi, umeelewa? Wakati mwingine unaenda kan ndivyo sivyo, bwana kaingia pale basi mkurugenzi yule maneno yalikuwa mengi. Alafu kitu kingine ufanisi ulikuwa wakati mwingine katika utumishi wa umma ulikuwa ni mdogo, kwa sababu tulikuwa naona mtu anaamini kuna kinga yake pale juu. Kwa sababu saizi ninaamini taasisi hawajui nani anakuja, wanapelekewa jina nadhani kwamba kuna huyu, lakini hawamfahamu, hawamjui. Labda watajua huyu kutokana na jina lake ni jinsia ya kike au huyu ni jinsia ya kiume. Ni hatua nzuri sana, lakini pia tumeona pia na ufanisi katika utumishi wa umma ambao umejitokeza mpaka hivi sasa. Sasa ni hatua gani ambazo unatakiwa kupitia ili uweze kuomba kazi serikalini? Okay, nashukuru. Sasa ili uweze kuomba kazi serikalini, nimekuambia hizo sababu zilizopo. Kwa hiyo hiki chombo kikaja kikafikiria ili huyu anayetafuta kazi aweze kuomba kazi na kupata kazi bila kuwa na hivyo viashiria vyote ambavyo nimevieleza hapo awali. Anatakiwa afanye nini? Ikatengeneza mfumo. Kwenye kutengeneza mfumo huu, tafsiri yake mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mwajiriwa na yule msailiwa hayata kuwepo. Kwa hiyo sasa ili aweze kupata ajira serikalini ni lazima ajiunge katika mfumo wa ajira poto. Na ndio hiyo, kwa sababu mfumo wa ajira poto ndio umeenea sana. Kwa hiyo mtu baadaye tukawa tunaitwa ajira poto. Kwa hiyo ni lazima ajiunge katika mfumo wa ajira poto. Sasa ili ujiunge kwenye mfumo wa ajira poto, ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuwa navyo? Kwanza, sasa hivi kama Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alivyoelekeza, mifumo isomane, mifumo inasomana. Kwa hiyo kwanza utatakiwa uwe na namba yako ya NIDA. Ukiwa na namba yako ya NIDA ile, kwenye sehemu pale kwenye mfumo ukishaingia, kuna sehemu unasajili namba yako ya NIDA. Ukisajili namba yako ya NIDA, kuna baadhi ya taarifa zinavutwa kutoka NIDA zinakuja pale. Kwa hiyo utajikuta kuna baadhi ya vipengele vinajijaza vyenyewe, taarifa zako zinakuwa pale. Lakini ni lazima uwe na picha. Picha nzuri. Sasa kuna wale ambao kama hivi tunasema wawe na picha, unakuta vijana, naomba muwe makini sana hapa. Kwa kweli wawe makini. Msikilize vizuri sana dada Lini hapa akielezea pale ambapo huenda wakati mwingine mnakusema mimi bwana ndio hivyo. Unasema unalalamika, unasema naomba kazi kila siku lakini siitwi. Kumbe wewe umepiga picha, umeweka picha pale, umeweka sikio tu. Weka picha nzuri, piga selfie nzuri, au na selfie inaruhusiwa. Muombe mtu akupige picha. Ndio. Akupige picha iwe nzuri, uweke pale. Mtu akiangalia anajua kabisa huyu ni Lini. Sio unaweka picha ambayo mtu anaanza kujiuliza mara mbili. Kumbuka ule ni usaili na pale unatafuta kazi. Kwa hiyo jitahidi uweke taarifa zako ili mtu asipate maswali wakati anapitia taarifa zako. Ziweke vizuri. Kwa hiyo atakuwa na namba ya NIDA, lakini pia atatakiwa awe na email na password. Ile email na password ndio itakayo inamruhusu kuweza kuingia kwenye mfumo. Na niwashauri sana ile email yake na password asimpe mtu mwingine. Kwa sababu mtu mwingine akiwa nayo anaweza akaingia kule kwenye mfumo akabadili taarifa zake. Na nimesema sisi tunafanya mawasiliano kati ya Sekretarieti ya Ajira na yule mtafuta kazi. Hatuwasiliani kwa kuzungumza. Tunawasiliana kwa maandishi kwa kupitia ile akaunti yake ya ajira poto. Kwa hiyo mpigi simu. Hatupigi simu. Sawa. Yaani hatupigi simu. Na hapa kwenye utapeli watu wengi sana wamekuwa wanalalamika, wanasema tunapigiwa simu. Kuna watumishi wa Sekretarieti ya Ajira wanapiga simu wanatuambia
labda nipe kiasi kadhaa, nitakusaidia upate kazi. Nataka niwaambie kwamba hii mifumo imeundwa kwa ajili ya kupunguza mawasiliano kati ya mtafuta kazi na mtumishi wa Secretariat ya Ajira. Kwa hiyo hatutaki kabisa hayo mambo ya kuwasiliana na simu. Yaani labda itokee sana, na huwa haitokei. Ni nadra sana. Yaani mpaka kuwe na issue kubwa sana ndio tutakupigia simu. Lakini hizi za kawaida, njoo uchukue barua yako sio ya kazi au lete hela nikupe matokeo yako ya usaili, hizo vitu hatupigi simu. Kwa hiyo nimesema anatakiwa awe na namba yake ya NIDA, lakini pia atatakiwa awe na picha nzuri. Atatakiwa awe na email ambayo na password ili aweze kuingia kwenye mfumo. Akishaingia pale kwenye mfumo, kuna sehemu itamtaka aweke namba ya cheti chake cha kidato cha 4 au cha 6. Ataweka namba na mwaka aliozaliwa. Utakuta kwamba kuna mabadiliko kidogo. Huko nyuma ilikuwa inawalazimu attach cheti. Lakini sasa hivi kwa sababu mifumo inasomana, haina haja tena ya kuattach cheti chake. Kwa hiyo ataweka tu pale namba yake ya kidato cha 4 au kidato cha 6 na mwaka aliomaliza. Sasa kwa hivi vyeti vingine ambavyo vya kitaaluma, vya kuzaliwa, atatakiwa aende akavithibitishe kwa wakili au mwanasheria. Akishavithibitisha, manake pale atachukua cheti chake halisi, atatoa kopi. Akishatoa kopi, ataenda kule atakithibitisha. Kikishathibitishwa, atakiskani. Akishakiskani, kwa hiyo pale wakati anapakia vyeti vyake atapakiwa. Hakikishe hivyo vyeti vyake vyote vya taaluma, lakini pia na cheti chake, kopi ya cheti cha kuzaliwa lazima attach pale. Lakini pia kuna sehemu imeandikwa aweke wadhamini wasiopungua 3. Ile pia ni vigezo. Kwa hiyo jitahidi wakati unajaza pale taarifa wawe makini. Anaweka pia na wadhamini wake wasiopungua 3. Sasa unaambiwa weka wadhamini 3 alafu unaweka mmoja. Manake pale unaanza sasa kujichuja mwenyewe. Unaambiwa weka wadhamini 3. Wewe unaweka mmoja. Mtu akiangalia pale katika vigezo, manake bado hujakidhi. Na wale wadhamini huwa tunawaambia waweke wana maana. Sawa ili tuweze kukufahamu wewe. Ni lazima na wale tutawauliza. Kwa hiyo weka wadhamini pale wanaokufahamu ili hata tukikutafuta tuweze kupata taarifa zako. Sasa naomba niwasisitize hapa, nisisitize. Wawe makini wakati wanapakia taarifa zao. Kwa sababu kuna changamoto kubwa sana. Unakuta mtu amesoma labda level yake ameishia diploma. Pale kwenye mfumo kuna sehemu ya kuweka advanced diploma. Badala yake kwenye diploma anaenda kuweka cheti chake kwenye advanced diploma. Mfumo wetu na mfumo wa kuendesha mchakato wa ajira unaendesha usaili kwa haki, uwazi na usawa. Kwa hiyo ukipakia kule bila kufahamiana. Mimi nikitangaza nafasi ya kazi, wewe ukaomba, manake pale nitaingia kwenye akaunti yako, nitaangalia sifa zako, nitakuita kwenye usaili. Sasa wewe una level yako ya diploma na pale kwenye mfumo imekwambia pakia cheti chako cha diploma hapa. Wewe kwa utashi wako mwenyewe unaenda kupakia kule kwenye advanced diploma. Ukiwa unaomba, mfumo utakuzuia. Kwa hiyo naomba sana wakiwa wana attach vyeti vyao waongeze umakini kidogo. Kwenye weka vyeti. Kwa hiyo ukishajisajili hivyo unakuwa umemaliza, na zoezi hili ni jepesi. Mfumo ule ni rahisi, mtu yote ana uwezo wa kuingia na mfumo unazungumza. Utakuelekeza. Cheti cha kidato cha 4 weka hapa, cha kidato cha 6 weka hapa. Kama una diploma ukiweka hapo tena sasa unajichanganya tena. Kwa hiyo jitahidi umakini uongezeke. Sawa. Wakati tunaweka nukta kwa Dadalini, tuende kwa kaka yetu Selemani hapa, ambapo Dadalini amezungumzia sana utaratibu kuhusiana na namna ya kuattach vyeti. Huenda wakati mwingine wanaomba hizi kazi wamekuwa wakikosea na namna mfumo wa ajira poto unafanya kazi. Lakini kumekuwa kuna malalamiko kadhaa ambapo baadhi wanasema kuwa mtu aliyesoma ngazi ya certificate, diploma na baadaye degree, zikitangazwa nafasi za diploma anashindwa kuomba, au certificate anashindwa kuomba, mfumo unazuia. Tatizo ni nini hasa? Asante sana ndugu Emmanuel kwa swali zuri, lakini pia kabla sijajibu swali lako
Ndio. Nilitamani sana kuongezea kidogo kwenye aina ya mifumo ambayo tumeunganishwa nayo. Karibu. Ofisi ya Rais Sekretarieti ya Ajira imeunganishwa na mifumo ambayo inasomana na NIDA, lakini pia imeunganisha mifumo yake na Baraza la Taifa la Mitihani kwa maana ya NECTA. Kwa hiyo siku hizi vijana wanapoingiza namba zao za chuo au za shule kwa maana ya vitu vyao vya form 4 na form 6 tayari mfumo wetu inasomana na NECTA. Kwa hiyo inatuambia kama kile cheti cha ile namba ni cha mhusika halisi yule ambaye ana. Kwa hiyo imetupunguzia muda wa sisi kwenda safari za kwenda NECTA kwa ajili ya kwenda kuverify. Hiki chake kweli huyu? Hiki chake kweli na kuwa hiyo tumeona. Lakini pia mfumo wetu wa Ajira Portal umeunganishwa na mamlaka ya NACTVET, hivi vyuo vya kati. Kwa hiyo wale waliomaliza vyuo tunaweza kuverify, kujiridhisha kwamba hawa watu wamemaliza katika vyuo husika ambavyo vinatambuliwa sheria na serikali na kutoa ithibati kile level ambayo cheti ama chuo kimepewa kiweze kutoa. Ndio. Baada ya hapo nije kwenye swali lako la kuhusu mtu ambaye ana level ya degree, ambaye alisoma diploma lakini kwa sasa ana level ya degree hawezi kusoma. Kama ambavyo mkuu wa kitengo cha habari serikalini Lin Chawala alivyozungumzia kwamba ajira zetu sisi ni za ushindani lakini pia zinasimamia haki. Sasa inapotokea mtu tayari una degree alafu unataka ukashindanishwa na mtu mwenye level ya diploma, hapa kidogo inakuwa ushindani wa haki na usawa unakuwa haupo. Kwa hiyo maana yake tunaangalia level yako ya mwisho uliyoipata ndio inakushindanisha na mwenzio. Wewe ukiwa na degree ukishindanishwa na mtu wa diploma, maana yake utampita. Tutakuwa hatuwezi kuwa test katika level ambayo ina usawa. Na hatutakuwa na tools ambazo zitakuwa fair kwa kutest tukapata yule mtu ambaye anadhani anaweza kwenda kufanya ile kazi husika. Lakini jambo lingine pia, unapokuwa na level hiyo ya juu inapelekea pia ukienda kazini kwenda kulazimisha wewe uweze kwenda kwenye cheo kile cha level ambayo uko nayo, lakini sio ile ulioingilia nao kwa muda huo. Kwa hiyo haya yote huwa tunayazingatia, lakini kubwa zaidi ni ushindani uliokuwa wa haki. Hatuwezi tukakushindanisha wewe, ni kweli ulisoma certificate miaka 10 iliyopita, sasa hivi na bachelor, tukakushindanisha na mtu wa certificate. Hawezi kuwa sawa. Wewe mwenye bachelor by default utashinda ule usahihi, lakini ule mtu wa certificate hawezi kushinda. Lakini kushindanisha na mwenzie, na sisi tunamtaka mtu wa certificate na tukapata mtu mzuri katika level ile. Hilo ndio maana hatuwezi kuwaweka katika sawa. Kwa hiyo sasa hapa nadhani tunaenda sawa. Kuna mtu mwingine alijua kwa sababu ana degree inaweza kando sifa zaidi ya yeye kuweza kushinda, na anapokuja kukosa anashangaa, mbona nimekosa? Kumbe sifa ilikuwa ni mtu mwenye diploma au mwenye certificate. Na uzuri mfumo wetu unawapa mrejesho wa sababu za msingi zilizokufanya usiweze kuitwa. Tunakwambia kwamba wewe hujaitwa kwa sababu hii. Na siku hizi mfumo wetu umeboreshwa zaidi kwa mtu ambaye una level ya juu, kwa sababu kama ambavyo umemsikiliza mkuu wa kitengo hapo wa habari serikalini amesema kwamba ili uweze kuomba nafasi ya ajira katika mfumo wetu wa Ajira Portal, cha kwanza ni lazima ujisajili. Kwa hiyo unapojisajili, mfumo wetu unaanza kusoma kwamba Emmanuel taarifa zake alizoziingiza ana level ya degree. Nafasi tuliyoitangaza ni ya diploma. Kwa hiyo by default ukienda kuiomba ile nafasi itakukatalia kwamba itakwambia overqualified. Sasa mimi nika attach tu namba za vyeti vya diploma pale, afu na degree yangu nimehifadhi sehemu, nimeweka kama silaha, si sawa tu? Bado still, kwa sababu mfumo wetu pia umeunganishwa na mfumo wa watu wa HESLB, watu wa elimu ya juu. Ndio. Kwa hiyo ukiingiza zile taarifa, sisi kwetu kutatuambia kwamba mtu huyu tayari alishamaliza degree yake mwaka fulani. Kwa hiyo vile vile unashindwa kufahamu. Kwa hiyo wao wanashindwa kuingia ama kuomba ile level ya chini wakati tayari una level ya juu. Hii imekwenda kusaidia nini? Hii kwanza imekwenda kusaidia kupunguza malalamiko kwa watu kusema kwamba Emmanuel nimefanya naye leo usaili ana degree, Emmanuel nimefanya naye leo usaili ana diploma, lakini nafasi zilizozitoa ni za level ya certificate. Lakini hii pia imeenda kusaidia hata kule makazini kwenda kuondoa malalamiko kwa waajiri kwamba watu mliotuletea sio wa level hii, hawataki kufanya kazi za level yao kwa sababu tayari yeye level hii hawezi kuifanyia kazi. Lakini sasa amepita certificate, diploma na degree pale, si ndio huyu ndio mzuri zaidi? Hapana, kwa sababu majukumu ya kazi unayopangiwa yanaendana na level yako ya elimu. Kwa hiyo unapokwenda kufanya kitu ambacho sicho, maana yake tafsiri yake unakwenda kuzalisha kitu ambacho hakiendani sawa sawa. Okay, sawa sawa. Na sasa twende, ili kuweza kuajiri kada fulani mnaangalia nini hasa mnasema?
Asante sana. Ili tuweze kuajiri ama kuweza kutangaza nafasi za kazi kwa ajili ya kada fulani, jambo la kwanza tunaangalia mahitaji. Mahitaji kwa maana ya kwamba yule mwajiri ambaye tunakwenda kumsimamia mchakato wake wa ajira, tunaangalia anataka nini, na yeye ili sisi iweze kutufikia, anaanza kwanza kujiridhisha pale ndani kwake kwenye ofisi yake, ina mapungufu katika eneo gani. Ina mapungufu eneo la uhasibu, eneo la habari, eneo la madereva. Kuna kitu tunaita ikama ambayo ndio hayo mahitaji. Anapoyajiridhisha yeye, anaainisha mahitaji yake ya mwaka fulani kwa ajili ya mapungufu yake, anapeleka wizara mama ambayo ni utumishi. Wao wanampa ithibati kwa maana ya kibali. Wanapompa kile kibali, sisi tunaletewa na tunatangaza kulingana na yale mahitaji yake ya kibali cha mwajiri. Sawa sawa. Na ina maana kila taasisi inatuma maombi kwenu kwamba mahitaji yetu ni haya na haya na level ni hii na hii. Kila taasisi inatuma mahitaji yake wizarani utumishi. Wizara inathibitisha kwamba taasisi X nimeipatia kibali cha kuajiri kwa mwaka fulani wa fedha wahasibu 5, RMA 3, madereva 2, injinia 3. Ndio. Kikisha idhinishwa sasa, sisi ndio tunapokea kile kibali kwa ajili ya kutangaza ile nafasi kwa niaba ya ile taasisi X ambayo imeidhinishwa. Sawa sawa. Kwa hiyo kila taasisi inakuwa na mahitaji yake. Kuna mwingine anataka wachumi, mwingine anahitaji wachumi. Kuna mwingine anataka computer analyst, mwingine anahitaji security guard. Kwa hiyo kila mtu ana mahitaji yake, anapewa kulingana na idadi ambayo yeye ameiomba, na sisi kazi yetu ni kuwatangazia ili tusimamie ule mchakato wa ajira uende kwa wakati vizuri na kwa weledi, ili tupate watendaji kazi wazuri kwa ajili ya kushirika. Ndio. Na kwa kushirikiana hizi taasisi, mmeka utaratibu wa kila baada ya muda gani kwamba nafasi za ajira hizo zinatangazwa, ili isije ikatokea kwamba uhitaji unakuwepo lakini katika utangazaji unachelewa kidogo na huku mambo yakazidi kudolola? Mara nyingi utaratibu ni kwamba kila mwaka mpya wa fedha taasisi tayari inakuwa imeshaainisha mahitaji yake, na tayari wanapewa ithibati kwa mwaka fulani wa fedha unapoanza wa kiserikali, basi nyinyi mtaajiri watu fulani. Kwa hiyo sisi punde zinapofika tu tunawatangazia nafasi zile. Sawa sawa. Bunge la bajeti linaendelea, vijana nadhani mnafahamu. Kwa ni vizuri zaidi mkaendelea kufuatilia na muwe makini katika hili. Sasa tuangalie kuna saili za aina ngapi? Asante sana. Sekretarieti ya Ajira mpaka sasa kuna saili za aina 3. Kuna usaili wa kuandika ambao huu kwa sasa tumeuboresha modality yake ama namna ya ufanyaji. Kwa sasa tunasema ni online aptitude test. Huu tumerahisishia kidogo, kwa maana sasa wanakwenda kufanya usaili au wanafanya usaili kwa njia ya online. Wanakwenda kwenye computer lab kwenye vituo vyetu, wanakutana na yale maswali, wanajibu, na baada ya hapo wanapata majibu yao. Lakini pia tuna usaili mwingine, ni usaili wa vitendo. Usaili wa vitendo ama usaili wa practical, huu ni usaili ambao unafanywa kwa kada ambazo zinahitaji kufanywa practice. Kwa mfano, producer. Producer huwezi ukamchukua tu kwa kuandika alafu kasema ni producer. Lazima umweke katika lab, uandae kitu, unasema nataka afanye kitu fulani ili nikijua kati ya producer huyu na producer huyu yupi amezalisha kile ambacho mimi nakitaka, ambaye akija katika ofisi yangu sitakuwa na muda wa kumwelekeza. Hiyo ndio practical, lakini hiyo tunafanya kwenye kada mbalimbali. Kwa mfano, mtu wa computer, mtu wa tehama, tuna madereva au maandishi, mwendesha ofisi, au ni lazima wafanye vitendo, kwa sababu ili kazi zao kwa asilimia zaidi ya 80-90 wao ni practice zaidi. Lakini tuna usaili wa mwisho ambao ni usaili wa mahojiano, usaili wa ana kwa ana ama oral interview. Hii nayo ni aina mojawapo ya usaili ambao tunaitumia, kwamba hii tuna maswali tunakuwa tunauliza, ambayo maswali haya yanatungwa na wataalamu, na wanakuwa kuna panel ama jopo ambalo limeundwa na katibu wa Sekretarieti ya Ajira kwa ajili ya kuwahoji wale wasailiwa ili kuweza kumjua yupi ni the best na yupi anafuatia na yupi ni wa mwisho. Sasa dada Lynn, nitarudi kwako. Kumekuwa kuna maneno mara kadhaa tumekuwa tukiyasikia hasa katika hizi saili ambazo zinafanyika, na wanasema utakuta yeye amefanya usaili wa mwalimu wa Kiswahili, lakini katika zoezi hilo anakutana na masuala ya hesabu kidogo. Sasa ni mambo gani hasa ambayo mnazingatia katika saili hizi, lakini pia licha ya malalamiko haya ambayo yanatolewa na baadhi ya watu waliofanya usaili kama huu ambao nimetoa mfano? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Ni kwamba kila siku tunabadilika, lakini kila siku tunaboresha vitu vyetu. Lengo la kufanya hivi yote ni katika kupata kitu bora na kitu kizuri. Na
Kwa mfano mathalani umezungumzia mtu ni mwalimu wa Kiswahili lakini amekutana na hesabu. Ni kweli, lakini katika mtihani wake huu ambao wanafanya 60% mpaka 70 au 80 ya maswali yote ni yana base kwenye Kiswahili. Lakini 20% yanaweza yakawa katika maswali ya general ambayo lengo lote ni katika kumpima ule mtu ana uwezo gani, kwa sababu Secretariat ya Ajira haiwezi kukushindanisha mwalimu wa Kiswahili na mwalimu wa physics, au Secretariat ya Ajira haiwezi kukulinganisha wewe mwalimu wa bookkeeping na mwalimu wa geography. Tafsiri yake ni nenda kusema kwamba tunaposema mwalimu wa geography atashindanishwa na mwalimu wa geography mwenzake, na mtihani utakaofanya wote Tanzania nzima ni ule ule wa geography. Maana yake ni kwamba atakayeshinda pale ni mwalimu wa geography, hawezi akashinda pale mwalimu wa mathematics. Kwa nini? Kwa sababu sifa za msingi ni kwamba tunamtesti mwalimu wa geography. Kwa hiyo hapa huwa tunachanganya katika level ya kutaka kuona ubora. Kwa mfano hesabu anazosemea, kwa mfano unakuta mtu amewekewa 2 jumlisha dash sawa na 4, ambazo hizi ni hesabu za msingi, na kimsingi katika mfumo wetu wa elimu ukianzia darasa la kwanza mpaka form 4 tunasoma hesabu. Kwa hiyo zile hesabu za kawaida tunazichanganya, na sio kwa kiwango hicho. Lakini mtu aliyosoma Kiswahili uwezi ukamwekea hesabu za mtu aliyosoma mwalimu wa mathematics, yani integration, sijui mambo ya logarithm. Mwalimu wa Kiswahili kwa kweli uwezi kumchanganisha katika vitu, na hii yote ni katika kuona uelewa mpana. Lakini tunapozungumzia mwalimu lazima afahamu hesabu, lazima ajue darasani kwake kuna wanafunzi wangapi. Hiyo ni hesabu ya general tu. Lakini ndio hizi hesabu ambazo unazisema hapa, au kuna hesabu nyingine zinawekwa? Ndio hizo ninazokuambia kwamba ambazo jumlisha 2 mimi nitashindwa. Ndio nakwambia mtaalamu, ni hesabu za kawaida. Una watoto wawili sasa hivi, baada ya miaka 3 ulizaa watoto. Je, baada ya miaka 3 ijayo utakuwa na watoto wangapi? Kwa hiyo ni hesabu za kawaida ambazo ukiziweka katika uhalisia wa maisha ya mwalimu, maisha yake ya kila siku, bado anahitaji kufahamu kwamba wewe ni mwalimu wa Kiswahili. Lakini unatakiwa ujue mwanafunzi wako anafanya assignment, anafanya sijui quiz, anakuja anafanya mtihani wake wa mwisho wa muhula. Hapa ni lazima ujumlishe upate wastani, uweze kujua ni hesabu. Kwa hiyo hizo ni hesabu ambazo application yake katika maisha yake ya kawaida zipo, na ndio maana tumeziweka. Ndio. Sawa sawa. Mtu mmoja akaambiwa na watoto wawili, na baada ya miaka 2 utakuwa na watoto wawili tena, utakuwa na watoto watatu. Naambia sasa, mbona hivi sasa sina mtoto? Akajibu hivyo. Akasema kazi yao walifanya sana, nijua mimi hao mimi sina mtoto. Umekosa kazi ndugu yangu. Hayo mafumbo hayo. Kwa hiyo ndugu yetu ukupita hata kidogo. Wakati mwingine maswali kama yanakuchangamsha kidogo, kwa sababu maisha ya kila siku yenyewe ni hesabu. Ndio. Umeona? Yaani maisha ya kila siku tu ni hesabu tosha. Wewe kama ni mwalimu kutoka nyumbani kwenda sehemu yako ya kazi ni hesabu, hata zile hatua tu utazihesabu tu bila shaka. Lakini tuangalie vipi swala la, kuna wakati mwingine tumekuwa tukisikia, ingawa alieleza hapa swala la rushwa ama upendeleo, kwamba hakuna watu wanaopata kazi kwa anasema hakuna watu wanaopata kazi kwa connection tu kwa sababu anafahamia na fulani, au pengine kuna vishoka. Hii imekaaje? Kwanza hilo jambo sio kweli, kwa sababu sisi kama ambavyo mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini Secretariat ya Ajira alivyozungumza, ni kwamba mfumo wetu umejitenganisha na mahusiano ya moja kwa moja ya muombaji kazi na sisi. Yaani yeye muombaji kazi kila kitu chake atakimalizia kwenye mfumo. Ndio. Ataomba nafasi ya kazi kupitia Ajira Portal, ataitwa kwenye usaili kupitia Ajira Portal, atapata majibu yake ya kufaulu usaili wake kupitia Ajira Portal, atapata taarifa zake za kupangiwa kituo cha kazi kupitia Ajira Portal. Kwa hiyo hakuna namna yote kati ya msailiwa na mtu wa kwetu sisi kuwasiliana naye moja kwa moja kwa ajili ya masuala ya kuombwa pesa. Ingawa kumekuwa na baadhi ya watu wenye nia mbaya ambao si wa utumishi wa serikali Ajira, ni vishoka tu wa pembeni, ni watu ambao sasa tunapambana nao bado. Wamekuwa wakijaribu kuwadanganya ama kuwarubuni baadhi ya waombaji kazi, lakini sisi wanapokuja kuletea hizo conference huwa tunaambia hicho kitu hakipo, na tunafanya verification ya kujiridhisha. Tunaambia angalia hapa, hiyo namba hebu tupigie, au mpigie huyo mtu sasa hivi yuko wapi, anakuambia yuko ofisini. Haya, mpigie hapa, ndio ofisini kwetu. Mpigie simu, sasa hivi yuko wapi? Anasema mimi sasa hivi niko Mbeya. Naambia unaona sasa. Kwa mwisho wa siku anakuwa anajua kwamba ni kweli kwamba hivi vitu havipo.
na tunawasisitiza sana wasipende kurubunika, na hata sisi kwenye mazoezi yetu kila siku tunasisitiziana kwamba hakuna jambo la upendeleo, hakuna jambo la rushwa. Ajira zetu ni za ushindani. Jiandae vizuri kwa ajili ya usaili, fanya vizuri, utapangiwa kituo cha kazi. Sawa sawa. Epuka matapeli Kabisa. Namalizia hivi. Mfumo unajieleza bana. Yaani unakutaka wewe mwenyewe ushughulike nao, lakini sio umemwachia wewe mkafanya hivi mtukati. Hakuna mtukati siku hizi. Kwa hiyo mambo yamebadilika. Sasa inachukua muda gani majibu ya usaili kutoka baada ya kumaliza usaili na mchakato mzima mpaka mtu kupata kazi? Karibu sana dada Elina. Asante sana. Muda unategemea na haichukui muda mrefu. Na uzuri sasa hivi tunatumia mifumo. Kwa mfano tulisema ule usaili wa kuandika tunatumia mfumo. Ukimaliza tu usaili wa kuandika tunafanya asubuhi, jioni unapata majibu yako. Kwa hiyo unajua kabisa siku hiyo moja utafanya usaili wako asubuhi, labda kama tulikwambia usaili unaanza saa 1 au saa 4. Sasa huu usaili unafanyika nchi nzima. Kwa hiyo vituo vyote vikishamaliza usaili ule wa kuandika, mfumo unasaisha. Ukishasaisha unatoa matokeo. Kwa hiyo jioni mtu anapata taarifa zake. Hongera, umefaulu, utaenda katika hatua inayofuatia. Na tukija kwenye usaili wa vitendo vivyo hivyo. Utaingia pale, utafanya kitendo chako kama alivyosema. Kama ni producer utatoa kitu pale. Jioni unapata matokeo yako. Kulingana na ule usaili uliofanya, matokeo yako ni haya. Lakini pia ukienda kwenye usaili wa mahojiano, tutafanya mahojiano. Huu kidogo unachukua muda, na unachukua muda kidogo kwa sababu baada ya usaili kukamilika ule wa mahojiano, tunaandaa taarifa. Tukishaandaa taarifa na tunapanga kama hivyo. Sasa hivi tunafanya kwenye mikoa. Taarifa ikishaandaliwa inapelekwa katika kikao cha wajumbe. Sisi kule tuna wajumbe wa Sekretarieti ya Ajira, kama watu wengine wanavyojua zile tunaweza kusema kama wajumbe wa bodi. Lakini sisi tunawatambua kama wajumbe wa Sekretarieti ya Ajira. Kwa hiyo tukishakamilisha zile taarifa zinaenda kwenye kikao, wajumbe wale wanapitia ile taarifa. Wanaangalia mchakato mzima tokea ulivyoanza mpaka pale ulivyopita. Wakijiridhisha wanaangalia kabisa huyu fulani alianza usaili huu alipata hivi na huu kapata hivi. Wakishajiridhisha wanasema sawa, toeni matokeo, na ndipo hapo sasa tunatoa matokeo na watu kuitwa kazini. Kwenye swala zima kwenye swala zima la usaili hapo ni kwa namna gani mwasogezea huduma wananchi, kwa sababu hawa tufahamu ni vijana ambao wametoka chuo. Kuna wakati mwingine hawana fedha za kusafiri umbali mrefu kwa ajili ya kwenda kufanya usaili. Sasa hii Sekretarieti ya Ajira imetengeneza mfumo gani mzuri kuhakikisha kwamba huduma ambayo mnaitoa inawasogezea moja kwa moja vijana kule kuepuka kutembea umbali mrefu kwa ajili ya kufanya usaili? Ndugu yangu hapa sema nikasema kwa mfano ni producer, lazima mpaka tuone amezalisha nini huyu producer. Hii imekaje? Iko sasa hivi kwa kweli iko vizuri, na mimi niseme tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameliona hili kwa sababu anajua uchumi wa Watanzania ukoje. Sasa hivi amesogeza huduma karibu na wasailiwa walipo. Kama tulivyokuambia, sasa hivi usaili unafanyika katika kila mkoa. Sasa hivi saili zinaendelea, kwa mfano Jumamosi na Jumapili tutakuwa na saili zinaendelea. Hizi saili zinafanyika nchi nzima katika mikoa. Na unapangiwaje usaili sasa? Pale kwenye akaunti yako pale kuna sehemu ya kuweka address ya sehemu uliopo. Kwa hiyo ukisema mimi sasa hivi niko Dar es Salaam, kwa hiyo siku ambayo tunapanga usaili tunakupanga karibu na eneo ambalo wewe unaishi. Na tunasema ikikugharimu sana labda upande daladala kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine. Lakini gharama isiwe kama zamani unasafiri kwenda katika mkoa kwa ajili ya kufanya usaili. Kwa hiyo sasa hivi saili zimerudi kwenye mikoa. Kama mtu anagharamika sana ni kupanda daladala moja. Na hii yote imepelekea tunaona namba inakuwa kubwa ya watu kuja kwenye usaili. Kwa hiyo sasa hivi kwa mimi niseme kwa watafuta fursa za ajira hakuna excuse. Huwezi kusema nimeshindwa kwenda kwenye usaili kwa sababu sina hela. Naweza ukajihimu, ukaamka zako asubuhi, ukatembea, ukafika katika eneo la usaili na utapewa huduma. Kwa hiyo watu tunakuwa kwenye mikoa. Na kwenye mikoa sasa tuna ule usaili wa
Tunasema sasa hivi tunatumia mifumo na lengo letu la kujenga hii mifumo itafika mahali mtu anafanyia usaili nyumbani kwake. Haitamlazimu kwenda kufanya usaili nje ya nyumbani kwake. Tuna mpango huo, ndo tunakoelekea. Lakini sasa ambayo amezungumzia ndugu yangu Selemani hapa kakazia kulikweli kwamba lazima tumuone huyu. Sitakuwa tunafanya kidigitali. Mambo ya video. Mambo ya video. Ina maana pale utakaa na laptop yako, lazima itakuwepo na kamera, unatuambia sisi kule tumekaa tuna view kidigitali. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hizo facilities hazipo, kuna centers zile tumezichagua. Tunakuja kwa mfano hapa Dar es Salaam, tunaangalia center gani tunaweza tukakusanya watu wengi ambao ina computer lab. Tunaangalia nasema hapa labda kwa mfano kuna chuo UD Mlimani. Nasema tutatumia venue ya Mlimani. Au wapi kwingine kuna chuo IFM. Wapi kwingine kuna chuo labda TIA. Kwa hiyo unakuta kwa mfano wale wanaokaa Kijichi, Mbagala hawaji huku mjini. Wataishia pale TIA, anafanya usaili wake, anarudi kule. Na akifika pale sasa anakuta kompyuta iko pale. Kwa hiyo kinachotakiwa akumbuke email na password kama anavyoingia kule kwenye mfumo wa ajira poto. Kwa hiyo akishaweka tu email yake na password, ule usaili utafunguka na atafanya usaili wake. Akimaliza anarudi nyumbani kwake. Kwa hiyo gharama sasa hivi ipo, hatuwezi kusema imeisha kabisa, lakini ni kwa kiwango kidogo sana. Imepungua kwa kiasi kikubwa. Vijana wako wengi katika maeneo mbalimbali hapa nchini Tanzania, lakini kuliko kusema kijana atoke Katavi aje mpaka Dar es Salaam au Dodoma, kidogo kuna umbali mrefu. Kuna wengine huenda wakashindwa kufanya hizo saili kwa sababu ya kukosa nauli, lakini angalau ukisema ndani ya mkoa husika, unajua sisi kwa mfano kule Iringa unaweza kupata pakulala kwa ndugu yako Ruhago pale ukalala, lakini ukisema unavuka mkoa mwingine na maana kuwa mgeni kabisa kwa hayo maeneo. Na kwa kuongezea hapo, uzuri wa huu mfumo, ukisema kwa mfano leo wakati unajisajili, umejisajili huko Dar es Salaam. Kesho ukaamka ukaenda labda ukajikuta huko Mtwara. Ukienda pale kwenye mfumo unabadilisha tu. Kwa sababu wakati tunapanga maeneo ya kwenda kufanyia usaili, tunaangalia pale kwenye current residence address. Sawa. Kwa hiyo ukishabadilisha pale ukasema leo niko Mtwara. Kwa hiyo sisi tukiwa muda ule wa usaili, tukiwa tunapanga usaili, mfumo utakuvuta na utakuweka Mtwara. Ukifanya leo Mtwara, umeamua kuhama tena, labda unaenda Njombe, pale unaandika tuna change. Leo niko Njombe. Kwa hiyo tukikupangia usaili tena unajikuta unafanyia Njombe. Lakini mimi ningependa kuwasihi sana vijana wajiandae. Wajiandae na wajiamini. Kwa sababu hii ukiona mtu sasa anaanza kutafuta connection, nisaidie. Sasa wakati mwingine wanajipelekea wenyewe kwenye kutapeliwa. Kwanza wanatakiwa waamini process inavyokwenda. Ukishaiamini unatakiwa ujiandae. Vijana wengi sasa hivi hawajiandai. Kwa sababu hata maswali hayo mwenzangu alioelezea hesabu ni maswali ya kawaida. Maswali ya maisha tu ya kawaida. Kwa hiyo wajiandae, ajue kabisa mimi naenda kufanya kitu fulani, ajiandae. Na uzuri wa sasa hivi tumewafuata vijana huko walipo. Wake vijana sasa hivi si wako kwenye mitandao. Na sisi kule kwenye mitandao yetu ambayo inajulikana kama Secretariat ya Ajira, tuko Facebook, tuko Instagram, tuko kwenye X. Na ndiko waliko vijana. Na ndiko vijana wengi walipo. Na elimu tunatoa kule, lakini bahati mbaya hawa vijana hawajiandai. Na waingie kwenye simu zao, badala ya kuchat sana, waende kule wajifunze, waseme nikienda kwa mfano ukija kwenye maeneo ya usaili, kwenye akaunti zao, kwenye peji zetu tumeandika mtu aje kwenye usaili amevaa mavazi yenye star na nadhifu. Lakini utashangaa mtu anakuja, yani hajui ili vazi nivae kwenye usaili, hajui ili vazi niende nalo kwenye muziki, hajui ili vazi niende nalo kutembea kwa rafiki yangu. Nashangaa amekuja kwenye usaili na vazi ambalo anatakiwa kwenda kwenye muziki. Kwa hiyo mambo mengi yanaangaliwa. Unashangaa ukifika pale unaambiwa bwana huwezi kuendelea na usaili kwa sababu haujavaa mavazi mazuri. Na hii tusakafie sio kwa upande wa serikali tu, hata sekta binafsi haya mambo yanaangalia. Yaani jinsi ulivyo uende kujifafanua wewe ni nani kupitia muonekano wako wewe. Na sio lazima upige suit kama ndugu zangu hapa.
Unaweza kupiga kachumbari kama nilipopiga mimi hapa, au mimi sinaifaa kuingia kwenye usaili? Umetisha. Kwa nini nilipovaa hivi? Wewe unasema au unasemaje? Sawa sawa. Lakini pia tuna application yetu sasa hivi ya ajira poto. Tunapoenda hiyo kama ulivyosema, tuna application. Kwa hiyo sasa hivi haina haja kwamba mpaka niwe na laptop ndio niweze kuomba ajira au mpaka niwe na kompyuta. Wewe chukua tu simu yako, download application ya ajira poto, na pale unaweza ukafanya taratibu zote, ukajisajili, ukaedit taarifa zako. Na kuna wale wengine ambao unakuta mtu kwa kawaida huwa tuna tabia kujaribu. Unakuta leo ameamua labda ngoja nifungue akaunti ya ajira poto. Akaingia, akaweka zile email na password, mfumo ukafunguka, akaanza kujisajili, akagundua vyeti vyangu sija viscan, anaacha. Akitaka kurudi anakuwa amesahau sasa password. Wakati mwingine anasahau na ile email ambayo aliingia kwa muda ule. Kwa hiyo sasa kwa sasa hivi mfumo umeboreshwa zaidi. Akiingia kwenye anaweza ka download hiyo application kama nilivyosema kwenye simu, akashindwa kuingia. Sasa anaweza akapiga ile namba *152 *00 reli. Akishapiga pale zitakuja kama, kwa sababu na hii anaweza akatumia simu yoyote ile. Iwe kitochi, iwe smart. Akipiga tu *152 *00 reli, zikifunguka atachagua namba 9. Namba 9 ile itampa ajira na utambuzi. Akisha baada hapo atabonyeza tena namba 1, pale itamwambia ajira. Akibonyeza itampeleka sasa akafanye ambacho anataka kufanya. Kama ataamua kujisajili, atajisajili. Lakini pia kama anataka kuedit account yake hiyo, kama alisahau email au password, ataingia pale, atabonyeza sehemu ya my profile, itamwambia. Lakini pia kama anataka kujisajili, kama nafasi za kazi zikitoka, yeye kule anapata notification kwamba kuna nafasi za kazi za kada yako imetoka, unaweza kuomba. Kwa hiyo inampa notification. Kwa hiyo mimi ni wasihi sana vijana wajitahidi, lakini pia wapite kwenye peji zetu za mitandao ya kijamii, wapate somo. Wasikubali kusikia tu maneno, ndo hayo yanapelekea wakatapeliwa. Lakini ukitapeliwa, tukikuomba ushirikiano, tunaomba utupe ushirikiano. Sababu mtu analalamika, anakuambia fulani kanitapeli namba yake hii. Sasa njoo uthibitishe. Na uzuri kuna mamlaka ambazo zinashughulika na mambo ya rushwa. Mtu akikupigia tu simu pale pale mwanzoni, nenda kamripoti. Watakupa ushirikiano na huyu mtu atakamatwa, tutakomesha hiyo issue. Tunapoelekea kuhitimisha jambo kwa sekunde chache, karibu, una kipi cha kumwambia mtazamaji hivi sasa ambaye alikuwa anaifahamu leo hii Secretariat ya Ajira? Na hii Secretariat ya Ajira ni ya muungano. Ni ya muungano hii. Kwa hiyo watu wasije kujua ni ya muungano. Karibu kaka Suleiman. Lakini pia dada Lini hapa aliniambia kwamba ukifaulu inakwambia hongera, ukikosa inasemaje? Karibu tuambie. Sasa tuko kushiriki. Ukikosa inakwambia tu not selected, na nafasi zingine usisite kuomba nafasi zingine zikitoka. Mfumo unafariji sana. Jambo ambalo wakati tunaenda kuhitimisha, kwanza kwa waombaji kazi, jambo la msingi ni kwamba wawe wanasoma sana matangazo yetu ambayo tunawapatia. Tumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye saili ya baadhi ya waombaji kazi au vijana wetu kwamba kushindwa kufika na nyaraka ambazo wanahitajika kufika nazo kwenye usaili. Mtu anakuja bila vyeti, hana kitambulisho. Sasa uwezo kumtambua kama yeye tuliomuita ndiye ambaye tunamhitaji. Kwa hiyo wajaribu kuangalia, lakini pia kusoma taarifa zao nazokuja nazo. Na kwenye kitambulisho hapa cha nini? Cha NIDA tu? Tumeainisha aina za vitambulisho kama 6. Kimoja wapo cha NIDA, kama hautokuwa cha NIDA basi cha mpiga kura, kama hujawahi kupiga kura basi leseni, kama leseni hautokuwa nayo, passport ya kusafiria, kama hautokuwa na passport ya kusafiria basi kama ni Mzanzibari mkazi tunakitambua. Lakini kama unafanya kazi, kitambulisho chako kinaonyesha validation ya ufanyaji kazi wako sehemu, kwa muda huo tunakitambua. Sasa kama hivi vyote utakuwa hauna navyo, kama vimepotea au kwa vyote vile vimeungua, basi jitahidi upate barua ya utambulisho serikali za mitaa kutoka kwa mtendaji wa mtaa, kijiji au sheha. Kwa hiyo hatutarajii kuona kijana anakuja anakosa hata barua ya utambulisho, lakini kwa kushangaza tunakutana nao. Kwa hiyo ni vizuri vijana wetu wakawa wanasoma tangazo, na hivi vitu vyote huwa tunawaainishia kwenye tangazo la kuwaita kwenye usaili.
Kwa hiyo vitu vyote waangalie na majina yao wayaangalie. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi sana ambayo nawasisitiza vijana wetu lakini kingine ni wawe wanajiandaa sawa kwa ajili ya kuja kufanya ule usaili, kwa sababu kama alivyosema ajira hizi ni za ushindani, wajiandae, wajiamini, wafanye vizuri, basi mwisho wa siku tutawapangia kazi. Lakini mwisho kabisa, kwa niaba ya katibu, tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio Chief of Comfort, mfariji wetu namba 1, kwa kuendelea kusimamia na kutupatia maelekezo ambayo haya sisi tunayatekeleza kwa kiwango ambacho yeye anakihitaji, na tunamshukuru sana hasa kwenye mambo ya mifumo hii ya ajira poto, kwa maana ya kwamba imekwenda kuwasaidia, imekuwa kama mkombozi kwa muombaji kazi, kwa sababu zamani tulikuwa na muda mwingine Emmanuel umeshinda kuja Dar es Salaam tu kwenye usaili, lakini kumbe ungefika kwenye usaili wewe ndio ungekuwa wa kwanza, lakini una nauli. Kwa hiyo hii imesaidia na tunamshukuru sana. Shukrani sana. Asante sana. Nianze kushukuru sana Dalili Chawala, mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini. Asante sana kwa kuja. Asante. Lakini pia shukrani sana kwa Suleiman Chihembe, katibu msaidizi kutoka Secretariat ya Ajira. Tulikuwa tunazungumzia juu Secretariat ya Ajira ina mambo mengi sana ndani yake, japo leo kwa uchache haya tumeweza kukufahamisha na imekuwa ni faida kubwa sana kwa wewe mzazi, mlezi, hata wewe kijana, hata wewe ambaye una mipango ya kuomba kazi serikalini. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Marudio asubuhi njema yanakuja, tutarejea baadaye kukutana na wahariri. Asante sana Waginongo kuja. Shukrani. Asante.